الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. Tutaingia kuelezea ahkam zinazofungamana na ibada tukufu ya saumu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhia kwa neno lake, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mumefaradhiwa saumu kama walivyofaradhiwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumwogopa Mwenyezi Mungu. Hii ni dalili ya kuonyesha ibada ya kufunga mwezi wa Ramadhani ni ibada tuliolazimishwa, tulioamrishwa nayo hatman, kwa njia ya lazima, si khiyari. Ni lazima kufunga mwezi wa Ramadhani. Maana ya as-sawm ni nini? Huenda wengi wetu hawajui maana ya funga ni nini, na ni muhimu kila ibada unayoitekeleza ujue ni ibada gani unayojikurubisha kwayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana ya saumu kilugha ya Kiarabu ni mutlaqul imsak, kujiziwilia kwa namna yoyote huitwa saumu, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika suratu Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Hapa sauman ni kujiziwilia kutokamana na kuongea. Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidatina Maryam, wakikuuliza kuhusu ujauzito wako uliobeba, basi waambie inni nadhartu lirrahmani sawman, hakika yangu mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu kutozungumza. Falan ukallima alyawma insiya, sitozungumza na mtu yoyote leo. Kwa hivyo maana ya saumu ni kujizuilia. Hapa ni kujizuilia kutokamana na maneno, yani imsakan anil kalam. Hata mshairi mmoja ana maneno amesema, khailun siyamu wa khailun ghayru saima tahta al-ajaj wa ukhra ta'aluku al-lujuma. Asema kuna farasi wengine siyamu wamenyamaza, hawapigi kelele, na wengine ni kinyume na hawa, wanapiga kelele. Wapi? Tahta al-ajaj, kwenye kile sijui chaitwaje kile cha kufungia farasi, ile banda lao. Hii ni maana ya saumu kilugha, lakini sio maana yetu tunayoitaka hapa. Maana tunayoitaka hapa, tunayoikusudia ni saumu kisheria, shar'an. Sasa tukulikeni ni nini maana ya saumu. Sisi sote tumefunga hapa. Maana ya saumu ikiulizwa ni nini, tasema kisheria maana ya saumu al-imsaku an jamii al-mufattirat, ni kujiziwilia kutokamana na vifunguzi vyote vya saumu, yani mubtilat. Mufattirat yani mubtilat. Mtu akifunga apaswa ajiziwilie kutokamana na mambo yote yenye kumharibia saumu. Ajiziwilie kutokamana na jimai, asifanye jimai mchana wa Ramadhani, asile, asinywe, kwa sababu hizi huitwa mufattirat. Ukifanya saumu yako itabatilika. Sasa saumu ni kujizuilia kutokamana na yote hayo mambo yenye kukuharibia saumu.
Kutokea wakati gani? Min tulu'i fajri, utajizuilia na mambo haya yenye kukuharibia ibada yako ya saumu tangia kuchomoza alfajiri. Alfajiri ikiingia na wewe tayari uko kwenye saumu. Kama ni kula daku, lakini ujue ikifika alfajiri uwe tayari ushamaliza kula daku lako, uko kwenye saumu. Ila ghurubi shamsi, mpaka kuja kuzama jua. Jua likizama, kuleni, kunweni biniyatin makhsusa, kwa nia makhsus, ambayo hapa watu tukinuizwa baada ya swala tarawih, ili tusisahau nia. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi shahri Ramadhan hadhihi sana lillahi ta'ala. Hiyo ndio nia makhsus. Nia ya saumu ni tofauti na nia ya swala, ni tofauti na nia ya haji, ni tofauti na nia ya zaka. Kwa hivyo tujue namna ya kutia nia, na swala la nia lina mahala pake, tutakuja kulizungumzia kwa tafsiri kwenye arkanu saum. Tutakuja kuzungumzia nia kwa ubainifu zaidi. Hii ni taarifu ya saum kisheria. Hii ni saumu tunayofunga ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ilifaradhiwa katika mwaka wa pili wa kugura Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka Maka kwenda Madina. Mwaka wa pili tu katika mwezi wa Shaaban ilifaradhiwa ibada ya saumu, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam alifunga Ramadhani 9 katika maisha yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga Ramadhani 9, na zote hizo 9 alifunga zikiwa ni nawafil, yani mwezi ukiandama kwa 29, si kwa ukamilifu, isipokuwa Ramadhani moja tu ndiyo alikamilisha. Mwezi wa Ramadhani tujueni kwamba ni mwezi 9 katika miezi ya Kiarabu. Wengine wakimuuliza mwezi wa Ramadhani, tuuliza Ramadhani lini, Ramadhani lini? Muhimu kushika hisabu. Mwenyezi Mungu ameiweka idadi ya miezi, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabi Allahi yawma khalaqa samawati wal ard minha 4 hurum. Tutatakana tuhisabu hii miezi, sababu miezi ina fadhila. Kila mwezi uko na fadhila zake, ujue utajiandaa vipi kuupokea namna gani. Kama sasa hivi tukabiliwa na Ramadhani, umeona maandalizi yako tofauti na miezi mingine. Shaabani tulijiandaa, Rajab tulijiandaa, lakini maandalizi ya Ramadhani tunaona ni maandalizi ya kitofauti na ya kipekee. Hivyo jua idadi ya miezi. Siku wewe hujui, kila siku hujui mwezi ngapi, mwezi mzima Sheikh hujui wewe uko mwezi gani. Tukwambie tuko Rabiul Awwal au tuko Jumada Thani. Muhimu kujua mwezi wa Ramadhani huwa afdalu shuhur, mwezi mtukufu kushinda miezi yote. Na kwa nini umeitwa mwezi wa Ramadhani Ramadhani? Umeitwa mwezi wa Ramadhani Ramadhani, inasemekana Waarabu walipoweka majina ya miezi, hii miezi majina yake imewekwa na Waarabu. Walipoweka majina yake, uliafiki mwezi huu wa Ramadhani shiddat al-har, joto kali. Ndio maana kitoka nje kidogo, mkitembea sehemu za Arabuni hakukaliki, watu walia. Tumshukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ifika saa 5 kiu mate ukimeza, ona tabu, jua kali sana na chombo. Sasa Waarabu walipoona mwezi gani huu, mbona joto kali, walisema basi mwezi huu tuiteni Ramadhani, kwa sababu Ramadhani imetokamana na neno la Kiarabu ar-ramdha. Maana ya ar-ramdha ni shiddatul har, joto kali. Ndio maana wakauita mwezi huu mwezi wa Ramadhani, mwezi wa joto. Hata huku pia kwetu tunaona joto lilivyo, lakini wengine pia wamesema la,
umeitwa Ramadhani liannahu yarmiqu dhunub, kwa sababu huu mwezi huteketeza madhambi. Maana yarmiqu ni yahriquha, huu mwezi ni mwezi wa kuteketeza madhambi. Madhambi yako kwenye mwezi huu yateketezwa. Kikiteketeza kitu, kikichoma, kikiunguza, kikaungua vizuri, hakisalii isipokuwa majivu. Kwa hivyo Ramadhani huondosha ile athari yote, madhambi na athari yake. Hebu isikizeni hadithi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwahi kusema maneno haya, raghima anfu rajulin, imedhalilika pua ya mtu, yani amedhalilika na yeye mwenyewe, kama ile tabati yada abi lahabi wa tab, si mikono tu ya Abi Lahab iliyoangamia, na yeye mwenyewe pia ameangamia. Alisema raghima anfu rajulin, ameangamia, amehasirika, amepita patupu. Mwanadamu gani huyo? Akasema dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi, nimetajwa mbele yake kisha hakuniswalia. Wangapi leo watu waja Mtume, sifati za bwana Mtume, miujizati ya bwana Mtume, ulimi sakit ameufunga mswali. Hasara kubwa sana. Akitajwa Mtume sema Allahumma salli sallim alayhi, kisha akasema waraghima anfu rajulin adraka abawayhi au indahu abawahu au ahadihima, kisha falam ya'mal fi haqqihima amalan yudkhilu bisababihi aljanna. Mtu akona wazazi wawili, wako hai wazazi wake, au mmoja bado kuna mzazi mmoja, kisha hakufanya matendo ya kumsababishia apate radhi za wazee wawili, kimsoja baba yake, soja mama yake, kimwambia maneno fidhuli, jeuri, uhasama, tesi mara zote, kumnyosha kidole, wala takullahuma ufu. Mungu atuambia hata ile ofu, ile pumzi tu ile ya kuonyesha machofu, ile ni usiseme, fanye. Sasa kisha hawa wazazi wake wawili wakawa hawakumuingiza, si sababu ya yeye kupata radhi zao. Raghima anfu rajulin, amehasirika huyo mtu. Sasa tujiangalie kwenye hizi, ukisikia tambii kama hizi Mtume ameonya, jiangalia na wewe, jipime, uko miongoni mwao? Siko huku lakini niko kule, toka huko, utoke kwenye yote. Udkhulu fi silmi kafa, nyenyekea kwa jumla, moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu, mche Mwenyezi Mungu kwa mambo yote. Kisha mwisho akasema waraghima anfu rajulin dakhala alayhi Ramadhan wa tamma kabla an yughfara lahu, ole wake, amehasirika yule ambaye ameingiliwa na mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, kisha mwezi ukatoka asipate ghufrana, asipate maghfira ya Mwenyezi Mungu, asighufiriwe. Huyu mtu amehasirika, amepita patupu. Sasa je, sisi mimi na wewe ni katika watu wa Ramadhani au la? Tuanzeni ndugu zangu, wengine bado hawajajiandaa na mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Tusifikirieni kuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa maandalizi ya milo, kula. Watu na mwezi wa Ramadhani ukiingia sasa, hisabu zao ni kula tu, si kufanya ibada. Wanakuwa wazembe kwenye kufanya ibada. Hivyo tujitahidini sana sana, tuheshimuni huu mwezi wa Ramadhani kwa kila taa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan latamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadhan. Lau ummati wangu wangelijua yaliyomo fadhila, thawabu mengi mema yanayopatikana katika mwezi wa Ramadhani, basi wallahi wangelitamani siku zote iwe ni Ramadhani, mwaka mzima uwe ni Ramadhani. Lakini ni hivyo, maskini watu hawajui, hawaelewi. Utaingiaje mwezi wa Ramadhani utoke wewe bila ya maghfira, na huu ni mwezi wa maghfira? Utaingiaje mwezi wa Ramadhani utoke ukose rehema za Mwenyezi Mungu, na huu ni mwezi wake, mwezi wa rehema? Mkubwa amheshimu mdogo, mdogo amheshimu mkubwa. Samehe aliyekukosea na wewe utasamehewa, mrehemu na wewe utarehemewa. Man la yarham la yurham, laysa minna man la yuwaqqir kabirana. Na katika hadithi nyingine, laysa minna man lam yuwaqqir saghirana,
zote hizo zizingatie. Si katika sisi wasiowaheshimu wakubwa zetu, si katika sisi wasiowaheshimu wadogo zetu. Wiqar, ndugu zangu, heshima iko wapi? Heshima si kuvaa tu mavazi kanzu na nini ndio uonekana huyo amevaa vazi la heshima, basi anahesabiwa moja kwa moja huyu ni miongoni mwa watu wa heshima. Lakini watu wa heshima si mavazi pekee yake, hujulikana kwa maneno yao wanapozungumza na vitendo vyao. Mwenyezi Mungu aturuzuku. Kuna fadhila nyingi za Ramadhani. Man qama ramadhana imanan ihtisaban. Wajua kuna tofauti baina ya fadhila mbili, fadhila za Ramadhani, yani ubora wa Ramadhani na ubora wa ibada ya saumu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Katika riwaya nyingine, katika mapokezi mengine, ghufira lahu kayaumin waladathu, mwenye kusimama. Wengine msema hii ni kama kwa ajili, wamesimama kwa ajili ya kuswali swala ya tarawih. Hiyo ni fadhila za swala ya tarawih. Mwenye kusimama ule usiku wa Ramadhani kwa ajili ya swala ya tarawih, basi hufutiwa madhambi yake yaliyotangulia na yatakayokuja. Na katika riwaya nyingine husamehewa madhambi yake kama ile siku aliyozaliwa na mamaye. Wewe ipoteza hii chance, fursa itarudi tena. Wewe Ramadhani ya mwakani una hakika hii yenyewe, hatujui kama ili 10 la mwanzo tutalifikisha, tutaikamilisha Ramadhani. Kwa hivyo tunahitajia tuzingatie haya. Kuna na fadhila za saumu, ndugu zangu, pia tutataja baadhi, ni nyingi mno, lakini pia kwa kuwa zimezoeleka kutajwa katika mwezi wa Ramadhani, tumeona na sisi tutabaruku kutaja fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ujue kima cha huu mwezi ambao Mungu amekujalia wewe leo unavuta pumzi, kuna na fadhila za saumu nyingi. Miongoni mwazo Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'ani, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atawaambia waja wake waliokuwa wakifunga mwezi wa Ramadhani, kuleni leo. Simulijiziwilia na kula katika mwezi wa Ramadhani, washrabu, na kunyweni vinywaji tofauti tofauti, makulati tofauti tofauti peponi, wamekaribishwa. Haya, ingieni, kuleni, stareheni. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Hizi ayyamil khaliya, ayyamil madhiya, yani ayyamid dunya, wanavyoni baadhi wameelezea kama Waqi' na wengi wamesema ayyamil khaliya hiya ayyamu sawm. Sababu gani? Mwenyezi Mungu hakubali kufadhiliwa. So ulijiziwilia wewe kutokana na chakula na vinywaji, basi leo kuleni na kunyweni, furahini. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, furahini katika ile masiku yaliyopitia duniani mliokuwa mkifunga, leo enjoy. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya nyingine, wasaimina wasaimat, wafungaji wanaume na wafungaji wanawake, walhafidhina furujahum walhafidhat, wenye kuhifadhi nyuchi zao wanaume na wanawake, usizini, wadhakirina Allaha kathiran wadhakirat, na wenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu wanaume na wanawake. Lakini angalia kwanza Mungu amesema vipi? Ametanguliza waswaimina kabla ya wenye kuhifadhi nyuchi zao, kabla ya wenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Aadda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama amewaandalia hao msamaha na ujira mkubwa. Hajasema ajran adhima. Hata angesema ajran tu kuandalia ujira wa Mwenyezi Mungu. Mungu akikwambia atakulipa ujira wake, unadhani ni kama mwanadamu kukwambia nifanye kazi nitakulipa? Ujira wa Mwenyezi Mungu, kisha Mwenyezi Mungu asema adhima, ujira mkubwa ambao nitakulipa. Fadhila za saumu. Na katika hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu akaja akatwambia, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha, kila jema ni kwa 10 mfano wake. Kisha Mwenyezi Mungu akasema ila 700 dhi'fin, twampa nyongeza mpaka 700. Twaibariki lile jema lake, twalikuza, twalibariki mpaka nyongeza 700. Kubosheki hapo, lakini jiovu hakuna namna hiyo. Mbali na yote akaivua ibada ya saumu, akasema illa siyama, isipokuwa ibada ya saumu, fahuwa li, hiyo ibada ya saumu ni yangu mimi. Mwenyezi Mungu ameinasibisha na kuitegemeza kwake. Kwani ibada zote za nani?
ni za Mwenyezi Mungu, lakini hili ni kuonyesha hususia ibada ya saumu, ni kuonyesha ni ibada bora kubwa yenye fadhila ambazo utalipwa na Mwenyezi Mungu za pekee, huwezi kuzipata, wala hakuna yoyote hata malaika anayezishuhudia thawabu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuandikia na kulipa yeye mwenyewe. Illa siyama fahuwa li, yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye nitakayelipa. Kwenye hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man sama yawman fi sabilillah, yoyote maana katika alfadhul umum, katika usulul fiqh, yoyote awe kabila lolote, awe mweupe awe mweusi, awe mrefu awe mnene, yoyote mwenye kufunga siku moja tu katika njia ya Mwenyezi Mungu, baada Allahu minhu jahannama, Mwenyezi Mungu humweka mbali mtu huyo na moto wa jahannam, masirata 100 amin, mwendo wa miaka 100. Si miaka 100 ya hapa, miaka 100 ya huko. Siku moja ya siku ya Kiyama ni miaka 1000 ya hapa duniani. Sasa miaka 100 huko, enyi wenye kuhesabu, hebu pigeni total moja. Hii ni kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu mtu huyu wacha kumuingiza peponi, huyu atamweka mbali, wacha kumuingiza motoni, huyu atamweka mbali sana na moto, hataona hataisikia harufu yake, mbali. Huyu ni kinaya kuonyesha huyu si katika watu wa motoni. Ikiwa si katika watu wa motoni, ni watu gani? Ni watu wa peponi. Kisha Mtume sallallahu alayhi nikimalizia katika fadhila za kueleza saumu ya mwisho, liswaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha mbili anazipata. Wewe uliyefunga kuna furaha mbili wazipata, furaha ya hapa duniani na furaha ya akhera, na zote unazipata wewe uliyefunga. Mtume sallallahu alayhi akasema, idha aftara fariha, pale anapofuturu, yani pale anapofungua mwadhini anafurahi. Siona watu wanafurahi pale wanapofungua mwadhini, wengine wanajiwekea viazi, wanajiwekea kwa na furahi, ile ni furaha hapa, anafurahi wakati huo. Wa idha laqiya Allah fariha bisawmihi, si hapo tu, na siku atakapokwenda kukutana na Mola wake, amesimama mbele ya Mola wake, yauma yaqumu nasu li rabbil alamin, atakuwa amesimama akiwa si mwenye kutetemeka, akiwa ni mwenye kufurahi, kwa sababu yeye akikutana na Mwenyezi Mungu atakutana na Mwenyezi Mungu kwa sura ya furaha. Kwa hivyo hii yote ni kuonyesha fadhila, saumu ina fadhila kubwa zaidi. Insha Allah taala, leo tumeelezea fadhila za mwezi wa Ramadhani na tumeelezea fadhila za saumu. Kesho insha Allah taala tutaingia kuelezea ahkam zinazofungamana na ibada ya saumu. Kuna mambo mengi ya muhimu sana ambayo ni muhimu sisi wafungaji tuyajue. Inshallah Mwenyezi Mungu tuombe tupe taufiki, atujalie kuwa ni katika wale min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wal afwa minkum.